Clouds TV, empowering lives. Patie mtu watu wawili watatu high five. Ni 10 high. Ni high 10. Patie high 10. High 10. Wapatie watu watatu, wanne, watano, wa sita. Waambie sasa tuko kwenye nyumba ya Mungu. Tuko kwenye nyumba baraka za Mungu. Mwambie now I want to hear the word of God. Mwambie now I want to listen to God. What he's saying about me. Oh yes. Wanaume vigelegele. I want to hear wanaume. Wako wapi in the house? Wanaume in the house. Wanaume in the house. Wamama in the house. I want to hear you shout. Yes. You may be seated. You may be seated. I hope Pastor Dolin is around. So I introduce, get ready. Nimeshukuru. Sometimes katika ulimwengu wa kiroho, I am always telling you, these things is spiritual. Whatever you see in front of you, it is spiritual. Nothing that happens which is not spiritual. Na ukiona department moja imekwama, unaenda unaikwamua. Bwana Yesu asifiwe bwana. Pastor, unawakwamua. Hao walikuwa wamekwama kwenye matope. Na ni gari wamechukua gari ya 2 wheel na huko kunaendaka na 4 wheel. Sasa lazima uende uwakwamue ndio waamuke, maana hawajui walikamatwa. Anga zinashikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. It doesn't matter how saved you are. It doesn't matter how good you think spiritually you are. Kuna wakati unakamatwa na unakwama na inakwama. Usipokuamuliwa utakwama tu. Watu wanaenda kusema mmoja ukoboekete. Utikoboekete ni wauma mboeku. Bwana asifiwe. Simunipigie kama kofi kidogo, nimekuamua watu leo. The mistake with these people, they are here to worship God, to praise God. They are the front people here, but they don't have time for prayers. They are busy and they are called busybodies. They don't come together to pray together. They don't even fast. Ukiwauliza wamekula ugali kilo 2. Hawa. Na ndio ati masoja wa kupigana hapa. You either up your game or dismantle. You have 2 weeks. You either, this is a warfare. Praise and worship team is a warfare. You know that? Is that true? Yes. When you are in the warfare, you don't relent. You don't even make a step backward. You go forward and you don't blink. Because the entire target of the enemy ni hawa. Wakianguka kanisa imeanguka. That's the entire target. So hapa inataka watu wamejitolea. Ugali uweke kado upuguse, managu uweke kado upuguse, umutafute Mungu buju. Sidio? Up your game. And also Don, where is Don? Ameenda wapi tena? Namuogopa. Huyu jamaa tulikuwa tunafunga siku 21. Imagine 21 days. Tukiita Mungu kwa nyumba yangu. Niko na karumu kagu kakuombea. Lakini maajabu ni kwamba tulikuwa tunafugua na mchupa ya Viceroy. Tunaambia Mungu pokea sifa zetu. Bwana Yesu. You team up na hawa. Na where is this lady? Wewe jage usirudi kukaa hapo, kuja padi. Wewe ndio nasema. That is not your portion. Kuja padi. Mtu wote unajua you have a calling ya worship team ya kuiba. Inua mkono wako juu. Unajua you have been called to serve in this ministry. Lift up your hand. Peter padi. Luka padi. Yes, and then if you know you have a calling, I'll come to vet you. I will come to vet you. And the bad thing with me, I'm hands-on. Mkono yangu inakuaga hapo. That's, and I'm a perfectionist. Kuna mama wengine hatakagi kuniona, wanasema no shakoroge perfectionist. Sasa unataka nisikuwe perfectionist, nani yakuwe? So I want a bigger Jage, my brother Don,
mujenge na huyu my sister here, build a powerful team. Na nataka kujua siku zile mtakuwa mkikuja hapa kulala kesha hapa, and it is compulsory and mandatory. Na if there is no training for 2 days, usikanyage hapa. I'm going to consecrate hapa. Hakuna mtu ameenda amefanya vituko zake anakuja hapa, si ndio? Yes, we must. Kanisa, munisaidie kupiga hawa watu vita. Tuwapige vita vya kuwanyorosa, na munisaidie kuwaombea mpaka wasimame, because this is where the battle is. If you want to break any church, break this one. And I'm going to be your boss from today. I'm going to be what? Your boss. I want to work with you because I know. Na kama mtu si committed, muniambie this is not committed. Tumusaidie na commitment ingine. There is no time now to relax, kufanya vituko. Baba yetu alikuwa hapa wa kiroho on Sunday, na mulisikia venye alisema. Na tulipatiwa go ahead. Sasa tunaweza kutembea. Tena there is no time to relent. Ninataka kuanza evangelism, going out. So the house where people nenda kutafuta watu wakuje. If we are not organized, ninawaleta wapi? So every department must work. Protocol department must work. Secretariat department must work. Media department must work. Na siku ingine watu wa media, watu wa huko. Hiyo chi. Ukisikia Kamelia chi, wewe paki tu na uende nisikute hapo. Yes, my daughter. I want to talk to you, come. And my daughter, the other daughter. Come, both of you. Are you okay? Eh? Kujeni tu hapa juu. Kuja tu. These are my 2 girls. Niliachiwa na mama yao ambaye alituacha last week. Na aliniambia just before, a week before we were talking, nikamwambia mimi watoto wako nitawasaidia. I didn't know she was committing me. But because she already committed me, I'm going to be committed. Sindio? I'm going to be committed. And I want to promise you before the church. Unajua watu wengi wanapromisaga kwa mazishi alafu wanapotea. I want to promise you before here. When nilikuwa nimewachwa na kila mtu, Archbishop Harrison Ng'ang'a fed me for 1 year. Nilikuwa naenda kwake kwa ofisi every Friday kuchukua 10,000 shillings. For 1 year. He paid for my rent. Remember the former leader wa kikundi haramu akishindwa kulipa rent kwa sababu nyumba zilikuwa zimechomwa. Sikuwa na kitu yoyote. I was empty without anything. Alinilea kama baba na nikasimama kama mtoto. Na ndio sikutaka kumhaibisha, nikamwambia kuja ukaone ile kazi nimefanya kulingana na mafundisho yako. Nikamlete hapa. Was he happy? Was he happy? He keeps every day anakuwa hata sasa amenipigia. Ni modi ile kanisa ine. Ni kama anaona ni kama nilifika mwisho. Like he is happy. That man was happy. Hata mimi ndio nilimwambia leo yule tukile. Nikamwambia unajua alikuwa amekaa mlimwangalia. Alikaa comfortable. Na akasahau alikuwa naenda. Nikamwambia kwego shara kama ukileta kurara. Inokale udhie. Siana na ile ndabothaka. Bwana asifiwe sana. Na watoto hata mimi nitasimama na nyinyi. I know you mumebaki peke yenu, but this church hata nikashidwa, this church will stand with you. Will walk with you. Usiende kujifugia kwa kanyumba ya machozi. Ulisage na rekoroma mieku. Usiende hata siku moja. If you find yuko chini, you have my number. Just come here. Ukikuta mtu na kuzuia kule kwa ofisi yangu, mwambie naingia kwa dadi. Umesikia? Come anytime. Usisikie kulia, usisikie kuwa mnyonge, usisikie ni kama umetengwa, usisikie ni kama umekufiwa. You are not alone. Umeelewa? You are not alone. I know you have kids. You have a brother, a younger brother? Where is he? He's coming. And this sister of mine,
Mnamkumbuka? Tulimtafuta na maombi na mama yake. Mama yake alifunga na mimi nikamwambia nitafunga mpaka tumtafute. Aka kamutu kalikuwa kamepotelea hapa Nairobi West. Kalikuwa mtu wa Kamunyweso. Kama mimi na Doni zamani. We managed. We got her. But still Kamunyweso kako ndani ya damu kama kale ka Buju na wengine. Buju ni bagi hajatoka vizuri. Lakini tunapenda Buju. Si kanisa imekuwa safi. Every time you find church is very clean. Ukumbuke ni bagi nusu na yeye nusu. Kanisa inakuwa mzuri. He is our brother. We must walk with him the way he is. Paka hiyo bagi. Bagi tuliambiwa na Harrison hapa. Inachukua miaka ngapi? 7 ndio itoke. Sasa uliokoka lini? 20? 21. Umekaa kanisani miaka ngapi? 3, 2. Tuko 2023. Kwa hivyo ni 2. Uliwacha bagi kabisa kabisa 20, 22, 21 ile kabisa kabisa. Kwa hivyo you have 2 years, 5 more to go. Ndio itoke kabisa. Sasa haka kengine nako hata madawa kalikunywa, kasigara kalikuwa kanavuta, madawa, bangi, pombe, Kamunyweso ile kalikali. Pako kikaangalia nika addict. Sio? Imeanza kutoka? Imetoka. Kabisa mabado. Ukiangalia. Ukiangalia. Kabisa. So this girl ninataka kukaa na yeye hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Akina Belita na kina Amour. Nataka umesoma mpaka wapi? Form 4. Can I take you to college? Yes. I take you to college. Ataenda Belita, where is Belita? Where is Amour? Wenye anaendelea programu yetu ya shule. Kuja Belita, kuja. Where is Amour? Ameenda tena? Alienda shule? Ako wapi? Is she around? Hakukuja leo? Kwa nini? Hakuwa anasikia vizuri. Sasa alienda hospitali ama alikaa kwa nyumba? Sasa mnaona ujinga. Hakuwa anasikia vizuri. Tunakuja kuomba nini hapa? Tunakuja kufanya nini? Si tupone. Sasa amekaa kwa nyumba kwa sababu hakuwa anasikia. Hii ujinga ya Ukristo ndio sitaki. Kuna mwingine pia ameniambia ati diraiwa yegai ni kifua kimeshikana, nataka kukaa nyumbani. Sasa nyumbani hapa Mungu amesaleda hakujagi, anakuja nyumbani kwako. So this one ningetaka watu ambao watajitolea tumpeleke. Unataka kufanya kozi gani? Catering. Tutampeleka hapa Nita. Si Nita iko? Sikumana catering. Wanafanya gani? Upi? Catering. Good. Sasa hata wewe utafanya catering. Ndio mama yako alikuwa anafanya? Yeah, so ningetaka catering huko tunalipanga 20,000. Kama uko na uwezo unipatie shilingi yako 100, 200, 300. Huyu tutasomesha na akigraduate ndiye atakuwa kitufanyia catering. Wataishi hapa Nairobi, nitamtafutia kanyumba mpaka akue asimame. Because mama yako alikuwa anataka nikupeleke rehab. Si ndio? Kwa sababu alikuwa anasema bado unachomoka. Unaenda hapo kirudi macho na kuwa red. Nikamwambia hapana, huyu anahitaji Mungu sasa. Anahitaji kwa sababu hiyo kitu hata mimi nilikuwa sina wapi, tulikuwa na Don. Tunafanya 21 fasting, hatukuli, hatukunywi. Lakini siku ya kufungua badala ya tukule hata tumaini, hata kamchere nika Viceroy. Kimchupa kikubwa. Sasa kwa sababu itubu haikuwa na kitu, utatukuta tumelala huko kwa prayer room na siku kwa sababu ya tulikuomba tunaomba. Pombe inatuangusha, tunalala. Alafu tukiamuka tunaanza kuulizana ni nini ilienda mbele. Kichupa kimeanguka hapo, sisi tumeanguka hapa. Gilasi imeanguka hapo. Mtu mmoja akakuja akatuuliza, sasa hii ni maombi.
Kumbe Mungu alikuwa anatushughulikia polepole. Ilifika wakati Doni alienda akaiba gari yangu, akaenda kuchukua kwa Mabatini. Imagine alikuwa amefika mambo ya kuchukua ile ya Mabatini. Akaenda akachukua. Kukuja gari yangu ikachomoka miguu. Na alikuwa amechomoka saa 12 kabla niamuke akuwe amechukua, kwa sababu mimi nilimake decision ati sitakunywa tena. Lakini yeye bado hakuwa amemake. Sasa aliiba gari asubuhi. Akiibie aende akuje. Kwa kamlima kingine tunapadaga hivi. Gari ikakaa hivi. Sasa imagine here si food na timing imeharibika. Gari imeharibika, lazima akuje aniambie. Akajaribu akaenda kutafuta food, watengeneze food, akaniambia, akamwambia imechomoka hii bell ya gari ya mguu. Kwa hivyo lazima tuende town inunuliwe. Ni pesa ngapi? Ni 15,000 na alikuwa na shilingi 800 ya kununua bicycle ya changa. Sasa lazima angeniambia. Though alikuwa anataka kufanya mimi nisijue. But when God has decided to walk in you, nothing, you'll do nothing. You will not achieve anything. Bwana asifiwe sana. So alijaribu kunificha, but God alikuwa amepurpose. These men must stop. Lazima waache. Na tuliwacha. Tulikuja hivyo tukawacha, lakini ninasema mimi niliwacha. Sema mimi niliwacha. Kwa hivyo mlikuwa mnakunywa. Uliwacha nini? Hallelujah. So this one nataka tusaidiane. Na kama mkiona hutaki, mkae. Mtasaidiana na yeye na wewe uikale huko. Kutembea kwako ni hapa church na nyumba. Church, nyumba. Ukitaka kwenda mahali unaomba ruhusa kwangu. Unanipigia. Mimi najua kuna marafiki. Kwanza hii barabara, ukikamata hii barabara ya uende hapo Bunyara, uende Nyayo Stadium hapo, upande tu Nyayo Stadium. Tutakuona after next year. Kwa sababu marafiki wako watakwambia kuja tu meza kaji kidogo tu. Hata Yesu si alimeza. Si ndivyo watakwambia. So please, ana wamama, najua amupedi hivyo sana. But kama utakuwa wewe ni mama na ungetaka kuchukua yeye for 2 days, 3 days, munaenda kwake, munakaa na yeye because hana mama na hana baba. Unakaa tu anakuwa na ile kifeeling ya kukanywa. Unamwambia msichana hafanyagi hivi, msichana haendagi, huyu mtoto tena ameanza. Huyu afanyagi hivi. Bwana asifiwe sana. So unamchukua but with permission from me. Mesikia? With permission from who? Na wale manabii, mnajua kutoaka unabii, msimutolee unabii. Mmenielewa? Msimutolee unabii. Hataki unabii sasa, anataka kurudi kwenye afya yake. Unabii ni baadaye. Unabii peleka kwako, uandike kwa kitabu, ukae nayo kwako. We don't need your prophecy here. Mmenielewa? And I'm strict on that. Very strict. Kwa hivyo, my sister, kwa hivyo ukitaka kwenda na huyu, unakuja unaniomba ruhusa, unaniambia siku 3 na this is what I'm going to do with her. Kutembea I feel that motherly. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Niko. Asante. Praise God again. Kwa majina naitwa Samira. Nimeokoka na Yesu. Nawashukuru kwa kutusupport. Naamini tutakuwa pamoja. Thank you. Na wale madaktari wapi? Madaktari wako wapi? Madaktari, nataka aende angaliwe. Apimwe kifua, apimwe tumbo, maini ipimwe, figo zipimwe, kila kitu ipimwe. Wao ndio walikupima. Mimi ndio tasimamia upimwe tena. Yes. Sawa. Ni nani atachukua hii jukumu? Karo? Kama kuna mwingine? Any other doctor here? Okay, Karo chukua hii jukumu. Bili yote nitalipa. Ndio kama kuna kitu anaweza kuwa nayo mbaya, tuanze kutatua mapema. Tego. Na tukaigwe guo ya leo. You are in safe hands. Umesikia? Ndio kae chini. Ama kuna jambo nataka kusema? Haya, mpigie makofi. Na ukikuwa na kaguo,
Ukuwe na kaguo kazuri na usimuletee guo mzee hapa. Usijaribu kukanyaga hapa na guo mzee. Uende kwa duka utoe guo mzuri, umuletee. Angalia size yake. Hii ni 16 ama ni size 12? Hii ni size gani? Size 9. Ni size 9 mumesikia. Uende mutafutie ka size 9. Kaguo dress akuwe kama mtoto wa mfalme. Hii ni kazi ya mama. Amuhitaji kuambiwa. Na msiende kuenda kuopea hiyo ati ndio prophetic iingie. Bwana asifiwe. Haleluya. Mlikuwa nyinyi wawili ama kuna mwingine? Mzazi, sisters, aunties, uncles. Hata yule tuliombea akaokoka. Hakukuja. Haleluya. There is a gentleman I saw here. I want nani yako na mic? Peleka mic pale. The gentleman in checks with glasses. This line. I know you. Yourself. Yeah, wewe unaangalia nyuma, simama tu. Kuja salimia tu watu. Come here. I know you could have wanted another introduction, but let me do kienyeji tu. Karibia tu hapo. Salimia watu wa Mungu, waambie wewe ni nani. Hivyo tu. And then you go sit. Habari zenu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Edwin Kabugi, nimeokoka. Nafurahia kuwa hapa siku ya leo. Yes, nimealikwa na wazazi wangu, Mr. Karanja na Kezia. Wazazi wangu wako ni wagani? Asante. Wazazi wako ni wagani? Mr. John Karanja na Kezia. Yes. Simpigie pastor makofi. That's wonderful. Thank you. Thank you very much. Tutaongea zaidi baadaye. Somebody else I saw. Yeah, kasichana kuja. Yeah. Kamujuku. Mpatie microphone ya salimia. Alikuwa anataka. Ni kuimba, alikuwa anataka kuimba ama kusalimia watu. Breathe in, out. Breathe in again, out. Speak it out now. Hi. Yeah. My name is Njeri. Thank you. Is it enough? Yeah. Thank you. Asante. Mpigeni makofi. Where is Pastor Doreen? Adireko. I think I saw her. When my pastor is in the house, I don't preach. She will preach. I will be with you in the next class. Doreen is my daughter and my pastor. Na pastor wa familia nyumbani. Si mnakuwa na family doctor? Na whatever you have, family, personal family people. Si akuje ama ataki kukuja. Seems like she was not ready. Mpigieni makofi mpaka afike. Mpigieni makofi mpaka akuje. Na pastor anakujaga haraka. Pigeni makofi tu, pigeni makofi. Kuja tu nazo. Tutatolea tu hapa. Kuja tu nazo. Pigeni makofi mpaka afike. Yes. Mama wanasemaga Kaemura akaru. Muciĩ nĩ kwega. Kwĩna gĩkeno muciĩ. Mũthee nĩ mwega. Nĩ mũtiganĩrĩire wega. Ugo wĩ sawa. Kũhota kwarĩria andũ aya. Thank you. Praise the Lord. Praise God again. Naitwa Doreen na nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. I am married and my husband has sent his greetings to all of you. Have you received them? Yes, I'm very humbled to stand in the presence of all of you
mtaniwia radhi. My sauti is going, but I believe the grace will be sufficient. Bwana Yesu asifiwe. So najihisi kunyenyekea sana tena zaidi, maana nikiangalia kuna watu wakubwa sana. Kuna wale ambao wanaweza nena neno zaidi kuniliko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo it is nothing that I can boast about. Bwana Yesu asifiwe. I cannot say that I know how to speak much more better than anyone else. Ni kwa neema. Jina la Bwana litukuzwe. And for you sitting down and not telling me to go away, I'm humbled by that. Bwana Yesu asifiwe. Yes. And we are going to share a word from the book of Ephesians chapter 6. Tumefika Ephesians chapter 6 verse 10. Waefeso 6:10 utateremka hadi ufike 18. Okay, I will read Ephesians chapter 6 verse number 10 to 18. And the Bible says, Biblia inasema, finally, my brethren, hakika wapendwa, be strong in the Lord zitie imara katika Bwana, and in the power of his might. katika nguvu zake. Put on the whole armor of God, Jivikeni vazi la Mungu, that you may be able to stand against the wiles of the devil. ili muweze kusimama katika mitingizo ya shetani. For we wrestle not against flesh and blood, Kwa maana hatupigani kwa mwili na damu, but against principalities, lakini kinyume na nguvu za giza, against powers, kinyume na nguvu, against rulers of the darkness of this world, viongozi wa dunia hii, against spiritual wickedness in heavenly places. katika uovu ulio katika anga. Therefore take unto you the whole armor of God, Sasa chukua na ujivike vazi la Mungu, that you may be able to withstand in the evil day, ili uweze kusimama katika nyakati ya uovu, and having done all, na baada ya kufanya yote to stand. kusimama. Stand therefore, Simama, having your loins girded with truth, viuno vyako vikiwa vimefungwa ukweli, and having on the breastplate of righteousness, na kifua chako kikiwa na viko la ulinzi, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. na miguu yako ikiwa na viatu ya Injili. Above all, Zaidi ya yote, taking the shield of faith, kuchukua ngao la imani, with which you will be able to quench the fiery darts of the wicked one. kwa kupitia hiyo utaweza kushinda vita vya giza, And take the helmet of salvation, na kuchukua taji ya wokovu and the sword of the Spirit, na upanga wa Roho, which is the word of God, ambayo ni neno la Mungu. praying always Omba kila wakati with all prayer and supplication in the Spirit, na ombi lako katika Roho, and watching thus with all perseverance and supplication for all the saints. na kutazama na kuvumilia na kutazama wote waumini. Let us pray. Tuombe. Heavenly and wonderful Lord, we bless you and we give you glory. Baba, Thank you for this moment. Thank you for such a time as this, Abba Father. Jehovah, King of all the glory, we have come to the table to eat, O God. And truly we are hungry, my Lord and my Father, King of all the glory. Ebenezer, how I pray, my Lord and my Father, that unto each and everyone, O King of all the glory, give us serving, my Father and my Lord, that will satisfy our hunger, my Lord. In the name of Jesus Christ, O Lord. Ebenezer, I pray that you use me as your vessel, O Lord. Abba Father, that I speak not my words, but your words, O Lord Jesus, King of all the glory. That Abba Father, I be not seen, Abba Father, but may you be seen, Ebenezer, King of all the glory. Take preeminence, O God, King of all the glory. Have authority over my utterances, O God. And I pray, may you give us a tender and a teachable heart, O King of all the glory, that we may receive your word, Ebenezer,
King of all the glory, and not doubt it, my Father, for the glory and honor of your name, because your word brings life, your word brings healing, and your word will bring a transformation, oh God. And we are ready to receive life, we are ready to receive healing, and we are ready to be transformed. Father, we bless you and we give you glory. It is in your name, Lord Jesus, we pray, trust, and believe. Amen. Say hello to your neighbor. Salamia jirani yako And tell your neighbor the devil doesn't like your face. na mwambie jirani yako shetani hapendi uso wako. You may look beautiful and handsome, Unaweza onekana unapendeza, but the devil doesn't like your face. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso 6 kuanzia 10 hadi 18. Maandiko inasema ya kuwa kuna zile silaha, kuna mavazi. There is the armor of God. Bwana Yesu asifiwe. The Bible is saying that we wrestle not against flesh. Bwana Yesu asifiwe. Hatupigani na damu wala nyama. Bwana Yesu asifiwe. Hii si kama ile wrestle ya kitambo ilikuwa kina John Cena. How many of us were watching John Cena, Batista, and the other guy who mwenye alikuwa anaruka, Mysterio, something of that sort. But when it comes to God, the Bible is saying that we are wrestling not against flesh nor blood. Bwana Yesu asifiwe. Vita vyetu si vya mwili, bali ni vya roho. Bwana Yesu asifiwe. And as such, there is a way we are supposed to prepare ourselves to go to this spiritual war. Jina la Bwana litukuzwe. We cannot just go to a war hivyo hivyo. Jina la Bwana litukuzwe. Hadi watu wanaendanga maandamano wanakuanga na resolution moja. Tiagas ishikwe, adake, arushe. That is person ready, as in he's fully there, he's committed for that. Bwana Yesu asifiwe. The same way Mungu anasema kuna mavazi. There is the armor of God. Jina la Bwana litukuzwe. Back kitambo, sijui masahadi wale wanavanga. The Roman soldiers used to wear a certain attire when they go to war. Jina la Bwana litukuzwe. And Apostle Paul, under the influence of the Holy Spirit, looked at that armor and received a message of God. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Na akaanza kusema, the first thing, the first cloth you're supposed to wear, that is the belt of truth. Jina la Bwana litukuzwe. Na ukiziangalia zimepangwa in a certain order. Jina la Bwana litukuzwe. Angetaka angeanzia na valia kofia, but he's saying that funga mshipi. Bwana Yesu asifiwe. And it is not ile mshipi ya Wamasai, it is not ile mshipi tunanunuanga, but the belt of truth. Praise the name of the living God. And what is the truth? The truth is the word of God. The truth is Jesus. Bwana Yesu asifiwe. So Paul is telling us that the first thing we need to do, if kama tunataka kuenda hizi vita, because kila mtu tunapendanga kuenda vita sana. Bwana Yesu asifiwe. Kufunga, kusambaratisha na kufunga na kupiga simiti na plaster. Praise the name of the living God. Tunawatekanga nyara mali wako, tunawatupa kuzimu. But not just anyone can wateka nyara. Bwana Yesu asifiwe. Someone can try, neza end up nijaribu kusema na wateka nyara, ni end up mimi ndio natekwa nyara. Bwana Yesu asifiwe. Why? Sikuwa nimevalia mavazi ya vita. Bwana Yesu asifiwe. Wakimbizi, hawezi ona mkimbizi amevalia nguo kubwa sana. They wear light clothes to suit the occasion. Bwana Yesu asifiwe. So there are specific clothing for various occasions. Jina la Bwana litukuzwe. Tukienda kulipa rorashio, kuna venye tunavanga. Tukienda kufanya kitu kingine, kuna venye tunavanga. Bwana Yesu asifiwe. Why? Because it is a certain occasion and it demands a specific attire. Bwana Yesu asifiwe. So Paul is saying that tufunge mshipi of truth. Praise the name of the living God. Mshipi inasaidia kazi gani? Inasaidia tusiaibike. Inashikilia trouser, inashikilia. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya belt ni kushikilia. Belt ikitoka heri ufunge kamba. It will serve the purpose of a belt. Lakini trouser isianguke. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ama wewe, if we are going for a war, if our belts are not well, hazijaekwa vizuri, when we are going for a war,
instead of us fighting the enemy, we will start, tutaanza kazi ya kuokota nguo zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema this belt ni ukweli. Praise the name of the living God. Most of us, we don't like the truth. Praise the name of the living God. Most of us, we want to live in the shadow of our own imaginations, in the shadow of our own desires. Praise the name of the living God. We no longer want the truth. And the Bible says that know the truth and the truth will set you free. Not your imaginations, not your desires, but it is the truth which will set you free. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. So it is for me and you to embrace the truth which is Jesus. Jina la Bwana litukuzwe. The truth which is the word of God, uncorrupted, undiluted. Jina la Bwana litukuzwe. Si kuchukua neno la Bwana juju. What I want, I take. What I don't want, I don't take. Praise the name of the living God. The word of God is truth. And as such, we should understand the word of God like how God wants us to understand. Not how you want, or not how you want to understand it by your own self. Bwana Yesu asifiwe. Many are the scriptures that we read. Tunafunga masikio ya rohoni, hatumsikii Mungu. And I put on my, as in najisikiza mwenyewe. So the way I'll interpret that word, it won't give me any truth. In fact, kenye tafanya, it will lead me to more distraction. Bwana Yesu asifiwe. Why? Sitamani ukweli. Neno la Bwana likinenwa lile la sawa na la ukweli, watu hawapendi, watu wanapinga. Bwana Yesu asifiwe. Yule mhubiri, that person is speaking, anaongea harshly. He's not speaking what we want to hear. Bwana Yesu asifiwe. But that which you want to hear will not take you to heaven. But the uncorrupted, undiluted word of God will take you to heaven. Bwana Yesu asifiwe. The word of God will save you from embarrassment. The word of God will take away the shame. Praise the name of the living God. But not just any word of God. The uncorrupted. Haijachanganywa. Haijaekwa roiko. Bwana Yesu asifiwe. The word of God hatuweki spices ikuwe tamu. We don't do that. Bwana Yesu asifiwe. As it is, we speak it the way it is. As long as the Lord commands you, speak it the way it is. Wapende wasipende, that is for them to decide. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Mungu alimwambia Ezekieli, sleep on one side. If you wanted, angepinduka. But Mungu alimwambia, for these specific days, I want you to sleep on one side. And he did that. Jina la Bwana litukuzwe. Doing the word of God as it is. Praise the name of the living God. The belt of truth. Hakuna mtu mwenye anaendanga kubai belt moja anasema hii ni ya familia. Ama kuna familia wamekuja kama wamejifunga belt moja. We are a family. So we have one belt. Because why? First of all, we have different sizes. And we have different likings. Belt yenye napenda si yenye unapenda. Kwa hivyo huwezi nilazimisha niingie kwa belt yako. Bwana Yesu asifiwe. So what am I trying to say? Tafuta ukweli peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kudandia ukweli wa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Let us stop joyriding on others. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuangana ile game tulikuwa tunacheza ile ya bembe mbosho. Unajua ile you do that. Mwingine akwa hapa nyuma. If we do that, we won't understand the truth. We won't know the truth. Bwana Yesu asifiwe. And the Bible tells us that it is only this truth that can set us free. Bwana Yesu asifiwe. From the bondages that we are in, it is only the truth that can set us free. Praise the name of the living God. This is what I say, that you may come and prophesy to me. Bwana Yesu asifiwe. It is good you have prophesied, but I will go to the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Sijui labda ulikula ugali ukalala and you decided to dream about me. But God never ate ugali and slept and akaandika. Not at all. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni sawa niote, lakini nikubalishe nikuje nitafute neno la Bwana linasema nini. Nikubalishe, I come affirm that prophecy with the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Mbona the Bible says that the promises of God are yes and amen.
Na Mungu anasema ya kuwa ameheshimu neno lake kuliko jina lake. Praise the name of the living God. Why? There is life in this truth. Bwana Yesu asifiwe. We want life but we don't want truth. It can never work. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka uhai, tafuta ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Ukweli jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Do you know why the truth hurts? It always has a point, and that point will hurt. Bwana Yesu asifiwe. And because we don't want to be hurt, sitakimbilia ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Nitaangalia vitu zingine, substandard things. Bwana Yesu asifiwe. Counterfeit things, I will run for them. But the Bible is telling us today, because we love to go for a war, the first thing, the first cloth you must wear, it is the belt. Bwana Yesu asifiwe. If the truth is not in you, what can you tell to the devil? Bwana Yesu asifiwe. If the truth is not in you, what can you tell to the devil? The opposite of truth is lies. And the Bible says that the father of all lies is the devil. So if the truth is not in you, what is in you? And if lies is in you, unaweza enda uambie mkubwa wa uongo, unaweza enda umpinge na uongo. In fact, he will pinga you. Bwana Yesu asifiwe. So there is a need for truth to be in us. Bwana Yesu asifiwe. Kuna haja mimi nivalie mshipi wa ukweli. Jina la Bwana litukuzwe. Then the second thing inasema tuvalie dirii. Bwana Yesu asifiwe. Breastplate. Let us wear the breastplate of righteousness. What is righteousness? Doing that which is right in the sight of God. Not in the sight of men. Not in the sight of your spiritual fathers. Bwana Yesu asifiwe. Not in the sight of big people, but in the sight of God. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uko peke yako, Bwana Yesu asifiwe, that is when righteousness starts to count. Not when saa zenye tuko wengi hapa, because kila mtu hapa ni heaven material. Bwana Yesu asifiwe. Come tomorrow. Leave alone tomorrow. Tomorrow nimeenda mbali. Come leo 6. Bwana Yesu asifiwe. Tupatane pale tukipanda gari. Conductor akatae na chenchi yangu. That is when you'll understand kuna jamu ya kwenda mbinguni. But when I was here, I was the perfect candidate. Bwana Yesu asifiwe. So maandiko inasema let us wear the breastplate of righteousness. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya breastplate kwa vita inakinga the heart. So that adu kifanywa aje, the heart is protected. The chest is well protected. Bwana Yesu asifiwe. Righteousness saves your heart. Bwana Yesu asifiwe. Righteousness deals with your heart. Bwana Yesu asifiwe. Mbona maandiko inasema that the heart of man is desperately wicked. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtoto unamfunzanga kuiba sukari. Kuna mtu alipeleka mtoto wake CBC ya kuiba sukari. It comes naturally. We will just steal sugar. It is inborn. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nilikuwa naangalia watoto wawili wakichapana. They are really small and they know how to fight. Ni gonge hivi ni kugonge hivi. Hawakufunzwa na mtu, iko tu ndani yao. Evil is in us. Bwana Yesu asifiwe. We stop pretending. Evil is in us. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mali ukinigusa tu you'll see the other Doreen. Jina la Bwana litukuzwe. But righteousness comes in to guard that heart which is desperately wicked. Bwana Yesu asifiwe. Why? The Bible says that out of the abundance of the heart the mouth will speak. Bwana Yesu asifiwe. And when you speak, after speaking, actions follow in. Jina la Bwana litukuzwe. Nikisema tuende hivi nitaenda hivi. I have spoken, now I am acting. Praise the name of the living God. So the Bible is saying that vazi la pili la kuvaliwa ni kufanya haki, kutafuta haki ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Si haki yetu tunaendanga na mabao tukisema haki yetu, tax ipunguzwe, haki yetu. Not that one. But doing that which pleases the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Not being willing to compromise pleasing the Lord for anything else. Jina la Bwana litukuzwe. Heri wachwe peke yako na wachwe na Mungu wako.
Bwana Yesu asifiwe. If me losing my God will make me lose my friends, trust me, I will gladly lose them. Because after all, hamtanisaidia kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikimpendeza Bwana, if the Lord smiles because of me, if the Lord is happy because of me, I know I'll meet heaven. Bwana Yesu asifiwe. That is why the Bible says that do not be equally yoked na watu ambao haufai, because you'll end up trying to please them and your heart will be damaged. Bwana Yesu asifiwe. Yesterday tulikuwa tunaongea na youth, nikaambia youth, kuna vitu zingine hazitaji ukae chini uanze kuomba. If you have bad friends, don't tell me you'll go for 21 days fasting and still stay with them. Walk away. Bwana Yesu asifiwe. Please the Lord, not men. Bwana Yesu asifiwe. I won't sing in a specific way because it pleases you. Not at all. I will sing in a certain way. Why? Because heaven rejoices when I sing that way. So if it pleases you or not, I don't care. That is yours to handle. Deal with yourself. Bwana Yesu asifiwe. When it comes to matters of you and God, be very selfish. Bwana Yesu asifiwe. Guard your relationship selfishly with God. Don't allow a third party. Bwana Yesu asifiwe. Kama venye watu wakishikanishwa tunasemanga, what God has put together, not let no man put asunder. Even in my relationship with God, I won't allow you be the sunder. I won't. Bwana Yesu asifiwe. Why? I want to please my daddy. I want to please my maker. So I will do that which is right. Jina la Bwana litukuzwe. It doesn't matter if I look stupid. Bwana Yesu asifiwe. After all, the Bible says that what people consider wisdom is foolishness before God. So at the end of the day, ukiniangalia I look foolish, you are also foolish in the sight of God. Bwana Yesu asifiwe. So let me do this thing that you are calling foolish as long as it pleases my God. Bwana Yesu asifiwe. Why? I have worn the breastplate. My heart is guarded safely. Bwana Yesu asifiwe. Nikikuja tu na kisu, buju ni kudunja kwa hati yako. What are the chances of survival? Haziko. Bwana Yesu asifiwe. You know, there are certain movies tunaonanga ati mtu alidungwa hapa alafu daktari anasema, oh, the heart was on the left, the heart was on the right. No, your heart is still on the left. Bwana Yesu asifiwe. So if I come poke you with a knife, no doctor will say the heart shifted. Bwana Yesu asifiwe. So even in spirituality, if the devil decides to poke your heart, it won't shift to the right because you want it to. It won't. Why? I want to live some more, so let the heart shift. It won't. Bwana Yesu asifiwe. Already it is damaged. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengi wanapatiananga heart zao kwa watu wengine. We don't normally do heart transplant. If I give you my heart, ndabaki na. Bwana Yesu asifiwe. Yes, I love you so much, but my heart is my heart, your heart is your own. Jina la Bwana litukuzwe. Chezea yako, mimi sichezei yangu. Ukichezea yako yaribike, usikujie yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nimeprotect yangu, why should you come take mine? I have suffered for it. Protect your own. Jina la Bwana litukuzwe. Doing that which is right in the sight of God. Taking care of your heart. Usibebeshe moyo wako mizigo mizito. Bwana Yesu asifiwe. January to December tumebebana na mizigo mizito. Kiburi, kutosamehe, majigambo. It is all in our tiny heart of the four chambers as we were taught. Bwana Yesu asifiwe. Inafanya even the blood is not pumping properly. So unaenda hospital na mbwa, mara you have A, mara you have B, mara you have C. Why? The problem is spiritual. Bwana Yesu asifiwe. Loosen the things that are tying your heart. Bwana Yesu asifiwe. And many things will walk away from you. Jina la Bwana litukuzwe. Why? I have worn the breastplate of righteousness. Bwana Yesu asifiwe. And one more thing. This belt and this breastplate, they go hand in hand. Bwana Yesu asifiwe.
So you start with the truth, then you go to righteousness. There is no way you'll tell me you'll do righteous deeds and the truth is not in you. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi fanya matendo mazuri kama ukweli haupo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. We stop lying to ourselves that there is an inborn goodness. There is no inborn goodness. We were never born good. Bwana Yesu asifiwe. It doesn't matter if your parents are highly anointed, you are still born evil. Bwana Yesu asifiwe. There was kwa DNA goodness haikuingia. Ati DNA ikiwekwa hapo anasema there is goodness. Not at all. Praise the name of the living God. So know the truth and the truth shall set you free. Bwana Yesu asifiwe. And after the truth has set you free, what will happen? Your heart will be free as well. Bwana Yesu asifiwe. Why? Nitakuwa nimefahamu namna na jinsi ya kuvalia dirii ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ya tatu, maandiko inasema ya kuwa tuvalie viatu. Sivyo? Viatu of readiness to spread the message of peace. Bwana Yesu asifiwe. You know viatu za the Romans, our soldiers, chini yake kulikuwa na vitu tunakaa misumari. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ina serve purpose mbili. Atakuwa stable, haizi yumba yumbika. Na the other thing, adui akianguka anamkanyaga vizuri. In that atambakisha. Bwana Yesu asifiwe. So the Bible is telling us that tuvalie hizo viatu. Similar kind of shoes. Bwana Yesu asifiwe. But in this case, we are spreading peace. How many of us are peace spreaders? Bwana Yesu asifiwe. How many of us really spread the peace of God? In a week, in a count of 10, maybe 2% utapata nilipeleka amani. Hizo zingine utapata kazi yangu ni kuleta fitina. Bwana Yesu asifiwe. Kugonganisha mmoja na mwingine. Kusambaratisha vitu zilikuanga sambamba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko inasema for you to go far, for you to be stable, spread peace. Bwana Yesu asifiwe. If you are not stable in a warfare, you will fall. Not because the enemy has beaten you, but because you are not stable yourself. Bwana Yesu asifiwe. If you don't have peace of mind, you cannot go to a war. If your heart is not at peace, you cannot go to any war. Praise the name of the living God. Kama hauna amani, jina la Bwana litukuzwe. Maandiko yanasema viatu vyetu ni vya utayari wa kupeleka amani ya Bwana, kuwapelekea wengine. Praise the name of the living God. Na hata kunipelekea mimi mwenyewe. Praise the name of the living God. So the shoes. Bwana Yesu asifiwe. And it is amazing that peace imekuwa kwa miguu. Bwana Yesu asifiwe. Because miguu inajua kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Miguu inajua kuingia anywhere, anyhow. Bwana Yesu asifiwe. The legs can walk. They do their job very well. Nikiamua nitaenda kwa huyu, nikisema hivi na hivi na hivi na hivi, miguu itaniambia hapana. But my mouth may say no. But the legs, tuende tukiendanga. Hata kama fate itaishia katikati, I can walk. Bwana Yesu asifiwe. The legs can walk. And that is why peace imewekwa kwa miguu. So that in your walking, in my walking, pata, everywhere I go, let me carry the peace of God. Bwana Yesu asifiwe. Let my footprints zenye ninawacha zikuwe za amani. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilienda mahali nyumba ambayo hakuna maelewano, nisitoke hapo kama nimewagonganisha zaidi. Lacha nihakikishe nikitoka hapo there is peace. Even though it is small, but there is peace. Jina la Bwana litukuzwe. Let us ensure there is peace everywhere we go. Jina la Bwana litukuzwe. So if I am not a peacekeeper, if you are not a peacekeeper, don't go to war. Bwana Yesu asifiwe. Usifunge na usisambaratishe. Bwana Yesu asifiwe. Because when you start to funga and to sambaratisha, you will fall. Tafuta amani. Kuwa mpenda amani. Bwana Yesu asifiwe. Jesus loved peace. God loves peace. Who are you to hate peace?
Bwana Yesu asifiwe. Tupende amani. Jina la Bwana litukuzwe. Na after kwa miguu anakupandisha juu. Anakuambia now wear the helmet of salvation. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya helmet ni kuchunga nini? Kichwa. Ama kuna helmet inachunganga miguu? Ni ya kichwa peke yake, specifically ya kichwa. Na Paul akaangalia akaona kuna haja, there is a need, kichwa yangu na yako zifunikwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu zisipo, if right now Mungu anaweza fungua tu akili za watu, hapa kutaanza vita. Bwana Yesu asifiwe. In as much as you see us here, Bwana Yesu asifiwe, trust me, kutaanza vita hapa, katanuka. Bwana Yesu asifiwe. Because you'll be able to see what the other person is thinking about you. Jina la Bwana litukuzwe. And God is so wise. Akasema Kenya unafikiria acha nisipatie sauti. Because if it had a voice, Bwana Yesu asifiwe, if our thoughts had voices, wengine wetu hadi tukienda kutafuta employment tungefurushwa. Because you are in the middle of an interview and in your mind you are like, I'm more qualified than you. After some time when I'm employed, I will sack you. If your fikra itafunguliwa, who will employ you? I won't employ someone who will come to sack me after all. Bwana Yesu asifiwe. Paul akasema, wear the helmet of salvation. Bwana Yesu asifiwe. What is salvation? Salvation is, in my own terms, nasemanga, salvation is to believe. Simple. Kuokoka ni kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa nimekuja hapa nikasema nimeokoka, kuna kitu nimebebea kuonyeshana nimeokoka? Na mbona mnanisikiza? Mnajua nililala wapi? Mnajua nafanyanga nini? Do you know what I do for a living? You've just believed. Kama kamesimama pale, kana kuanga sawa. Bwana Yesu asifiwe. So salvation is all about belief. We don't see. We don't touch. We don't feel. I feel I'm saved. We don't feel we are saved. We believe. Bwana Yesu asifiwe. Na Paulo anasema ya kuwa, wear the helmet of salvation. Why? Because they are thoughts. Kuna thoughts. Jina la Bwana litukuzwe. Nimrod, as he was preparing to build the mnara wa Babeli, the Bible says that when God saw the imaginations of their thoughts, Mungu alishtuka. Not the action, but their imagination. Bwana Yesu asifiwe. Because these people walikuwa wamesha imagine wamefika mbinguni. So when God saw their imagination, first of all alishtuka. Bwana Yesu asifiwe. So whatever you are thinking, whatever I am thinking, that memory disk needs to be covered with salvation. Tuokoke hadi jinsi ambavyo tunafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Wacha mafikirio yetu yawe yameokoka. Bwana Yesu asifiwe. The way I think, let it be saved. Bwana Yesu asifiwe. Jana we were speaking with the youth and we learned that carnality of the mind is enmity with God. Bwana Yesu asifiwe. If your mind is not tuned with God, you're not a friend of God. Bwana Yesu asifiwe. So kuna haja ya sisi tuvalie helmet of salvation kwa fikra. I may pretend na mtaona, lakini you can never see what I'm thinking. And that is why Paul is saying that kwa fikra zenyu okoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu fikra hazionekani na mwanadamu yoyote. Hakuna daktari ataenda kuangalia na inaitangwa telescope ama ni microscope. Hakuna daktari ataenda kukuzoom na microscope aone kenye unafikiria. It is not there. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema tuokoke fikra zetu. Jina la Bwana litukuzwe. Because that is something that only 3 people know. Kenye tunafikiria. Yourself, God and the devil. They know what I'm thinking about. They know, hadi mimi. We all know, the 3 of us. We know what I'm thinking about right now. Praise the name of the living God. And so Paul is saying that wear the helmet of salvation.
Praise the name of the living God. Angetaka angesema the helmet of something else. But he saw the need of the helmet to be linked with salvation. Jina la Bwana litukuzwe. So that even if nitaenda kwa vita, kama nitaanguka, my head will still be okay. My thoughts will still be all right. Praise the name of the living God. Why? My head is protected by the helmet. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu in the war, at times we may fall. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maisha kuna wakati ambapo tunayumba yumba. Tunaanza kudoubt Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna wakati tunaanza kukuwa na shaka na Mungu. Kuna wakati tunaona ni kama huyu Mungu hatatenda. Praise the name of the living God. There is a time doubt chips in. And that is when belief is needed. Bwana Yesu asifiwe. Because I'm almost falling to unbelief. Niko karibu kutoamini. Lakini kwa kuwa nimevalia helmet ya kuamini, nitaamini. Praise the name of the living God. You look at Abraham. Abraham was so old and Sarah was so old when they gave birth to Isaac. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni wewe, ungekuwa uliacha kuamini lini? Kama ni ungekuwa uliacha kuamini lini? Hadi nimeenda mbali. Wenye wameprofesaiwa ukaambiwa utakuwa na manyumba na magari kubwa na bado hujapata. Do you still have the same belief? Unaona ile belief after umeambiwa I prophesy you have cars and houses. Kuna kuanga na belief unatokanga hapo kienda nayo. Hadi kwa barabara unaona ringeni na hizi zenyu. I'm coming with my own. 2 years down the line. 5 years down the line. Gauge inaendanga kipungua. Until tunakaa siku moja unakuja unanipasa, huyo alinitabiria vibaya. Kuna kitu kama hiyo. Hakunanga. Huyo ni zake alikuanga nazo. Bwana Yesu asifiwe. But I'm forgetting that my gauge ilipungua. Gauge yangu ilienda chini. Bwana Yesu asifiwe. I changed the way I started thinking. My thinking changed. Bwana Yesu asifiwe. Ushaenda mahali, in your mind, you have already thought of how these people will receive you. Umeimagine nitaenda, hii nguo nimeshonesha, it is very smart, so these people must receive me in a certain way. Then you go there and you receive a shocker. Hadi hawajui ka ulifika. After some time wako, ulifika. You are crushed. Hapo ndo unaanza na venye nimewaste pesa mingi kwa fundi. They can't notice even, hata wanaweza kosa kudinotice. Na hii nguo anaweza kosa kuinotice. Bwana Yesu asifiwe. We are crushed. Why? Our expectations were never met. So tunakuwa disappointed. So even in our spiritual lives, many are the times when our expectations zilianguka. Bwana Yesu asifiwe. Some of us tuliambiwa tuokoke, something good will happen. Tuokoke, A, B, C, D will happen. Nothing like that happened till date. Bwana Yesu asifiwe. Unapata mimi ni Mkristo mmoja huku mwingine huku. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuja naomba Mungu nisaidie na pesa ya A, B, C, D and F. Then after leaving it to God, nikienda 5 minutes narudia na nikiangalia huyu Mungu sioni kama atakuja. Wacha niende nitafute alafu ndamrudishia. Bwana Yesu asifiwe. So Paul is saying, for your head to be okay, for you to have peace of mind. Bwana Yesu asifiwe. Salvation, even in the way you think. Bwana Yesu asifiwe. Si wenye wanokota makaratasi peke yake wenda wazimu. They are mad people in suits. They are mad people in designers. And they are catwalking up and down, but they are totally mad.
Bwana Yesu asifiwe. Amemshinda ule mwenye amebeba makaratasi. Kwa nini? Hapa juu the Congo City already went away. The medulla oblongata ilifika breaking point. Bwana Yesu asifiwe. They are just walking but it is not there. Bwana Yesu asifiwe. So Paul is saying, for you not to be mad in the way you are beautifully and wonderfully made. For you to save your sanity. Bwana Yesu asifiwe. For you to save your peace of mind. Wear the helmet of salvation. Jina la Bwana litukuzwe. Be saved in the way you think. Bwana Yesu asifiwe. Stop thinking evil and you are doing good. Because the way I think, it affect my character. Nitabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Some of those people wenye tunasemanga wako na bad habit, it all started here. Bwana Yesu asifiwe. It all starts in the mind. Mimi kumtumikia Mungu and everything. Lazima nianze kufikiria, by the way, in the house of God, naweza kuwa nikipanguza viti. So you'll come find me panguza ring the viti. Bwana Yesu asifiwe. It all starts in the mind. Jina la Bwana litukuzwe. And the other thing that Paul is telling us to have, it is the shield of faith. Bwana Yesu asifiwe. Shield of ngao ya imani. Bwana Yesu asifiwe. The shield of faith. And na hiyo imepatiwa hadi kazi. Kazi yake ni kuquench the fiery darts of the evil one. When he throws, the shield blocks. Bwana Yesu asifiwe. And that is why the shield iko kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Si nyuma. Imani iwe mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Let faith lead you. Praise the name of the living God. And where does faith comes from? Faith comes from hearing and hearing the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Faith is built upon listening and listening and listening and listening the word of God. That is how faith is cultivated. Bwana Yesu asifiwe. Imani haichochewi kwa namna nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Imani inachochewa kwa kusoma na kukusikia neno la Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. It is one thing reading and it is another thing hearing the word of God. Most of us, we read but we don't hear the word of God. And by hearing, sisemi mtu akwe hapa na kuongelesha. Even when you are alone, you can hear the word of God. Bwana Yesu asifiwe. When that word begins to speak to you, ushaisoma maneno inakuambia na huyo ni wewe. Badilisha hiyo tabia. Fanya hivi, fanya vile. That is hearing and hearing the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Si lazima nikuje niambiwe neno la Bwana linasema hivi. When I read, God expects us to hear. Bwana Yesu asifiwe. To hear what the word is saying. Bwana Yesu asifiwe. To hear Ephesians chapter 1, what is it saying? But I will only hear when I want to hear. Bwana Yesu asifiwe. If I don't want to hear, I cannot hear. Hadi nilazimisha, I cannot hear. That is why we read the Bible. Na ukiniuliza Kenya iko, mimi niliona comedy. Have you ever read the Bible as a storybook? Kuna time ushajipata unasoma Bible, ukasoma. You only know the characters, akaenda akafanya hivi, huyu akapatana na huyu, after kupatana na huyu, ika happen. And that is all. What is the impact of your reading? Zero. Bwana Yesu asifiwe. Did you hear anything? No. I was reading. God is not telling us to read, He is telling us to hear. Bwana Yesu asifiwe. The shield of faith. Praise the name of the living God. Kazi ya kinga ni kukukinga. Jina la Bwana litukuzwe. The work of a shield is to shield you. Why? Because the enemy must fight you. The enemy will try to fight you. But what shields you? It is faith. Jina la Bwana litukuzwe. Not prayers, it is faith that will shield you. Bwana Yesu asifiwe. Why?
The enemy comes to bring doubt. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja kupanda magugu. That is his work. When we are asleep, kazi yake ni kunyemelea na panda magugu hapa na pale na pale na pale. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini maandiko inasema tuchukue kinga ya imani. Jina la Bwana litukuzwe. Alafu the second last thing that we are supposed to have, it is the sword. Bwana Yesu asifiwe. The sword of the Spirit, which is the word of God. Jina la Bwana litukuzwe. How rich are we in the word of God? How rich am I in the knowledge of the word of God? Bwana Yesu asifiwe. Do I only depend on what is read to me? Do I only depend on what people say? Akiba ya neno la Mungu ndani yangu, je, niko nayo? Bwana Yesu asifiwe. You may have the sword, but you may not know how to use that sword. Hauna uzoefu, haujaitumia, you've never practiced using the sword. So utaishika itaanguka, itagongwa itaanguka. Yes, you have a good sword. It is there at your disposal. But the problem is haujui kuitumia. Bwana Yesu asifiwe. Many of us, we know the word of God, but we don't know how to use the word of God. Bwana Yesu asifiwe. This word of God is our sword. Praise the name of the living God. Not praying, not any other thing. The word of God is the sword. Praise the name of the living God. After all, Yesu alimshinda shetani kwa neno la Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. He had an investment of the word of God. He knew how to use his sword properly. Jina la Bwana litukuzwe. Do you know how to use your sword? Do I know how to use my own? Because that is the only weapon tumepatiwa ya kufight back. You cannot fight back with your helmet. You cannot fight back with your shoes. You cannot fight back with the breastplate. But you can fight back with the sword. Bwana Yesu asifiwe. It is the only defensive, as in ile ya kupigana. Hiyo ndio yenye tumepatiwa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. So what do I understand by that? I cannot go to war without the word. Bwana Yesu asifiwe. Bila neno siwezi enda vita vyovyote vile. Bwana Yesu asifiwe. Because the word is the sword. The word is what I will use to destroy the enemy. Bwana Yesu asifiwe. Not the shield, not the helmet. It's fine, you are saved. You have the helmet of salvation. Do you have the word? Praise the name of the living God. So the word of God as a sword, iko very important to you and I. Bwana Yesu asifiwe. Let's develop a habit, kasumba ya kusoma neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na si kusoma tu, kulijua na kulitekeleza kama vile ambavyo limeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. That is practicing the word of God. Praise the name of the living God. And the final attire. The final attire. Pray. Pray always. But not just praying. Pray in the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Pray in the spirit. Praise the name of the living God. Ushajipata scenario, mnaenda kuombea mtu kitu fulani, then the spirit tells you, in as much as you are praying, it is zero. I won't do it. Bwana Yesu asifiwe. When you pray in the spirit, you tune into the frequency of the spirit. Bwana Yesu asifiwe. And when you pray in the spirit, the guarantee of you receiving your answers is 100%. Why? You are praying the mind of God, not your own mind. Bwana Yesu asifiwe. After all, the Bible says that we don't know how to pray. We don't know. Bwana Yesu asifiwe. There is no school to teach you how to pray. No school at all. But it is the Spirit of God.
It is the Spirit of God that enables us to pray. He groans on our behalf, helping us to understand the mind of God. Siwezi kaa hivi niseme I know the mind of God. I don't know. But it is the Spirit who will reveal to me the mind of God. So I will pray the mind of God. Bwana Yesu asifiwe. And I will pray in season. You know one thing about praying in the Spirit, you pray in the season. Bwana Yesu asifiwe. What do I mean by praying in the season? Unapata ni season ya mvua na mtu amevalia vest na short. That person is out of season. Bwana Yesu asifiwe. But praying in the season is when I'll pray for gumboots. God, I need gumboots. I need a raincoat. It is raining. I'm praying in the season. Bwana Yesu asifiwe. Most of our prayers are not answered because they are not in the season. They are not within the season. Bwana Yesu asifiwe. That is why Bible says that most of you pray and you receive not. Why? Because you pray amiss. You were supposed to target there and you hit there. Who will answer you there? No one is there. God is here. Praise the name of the living God. So pray in the Spirit so that you'll pray in the season. Jina la Bwana litukuzwe. When you pray in the season, trust me, you'll receive the answers of that season. Jina la Bwana litukuzwe. Don't pray for tusikuwe tuko season A na kuna mtu anaombea season C. Ongoja tufike season C. Wacha mbio. Bwana Yesu asifiwe. Unakimbia upatane na nani huko? God is not there. God is here. Bwana Yesu asifiwe. In this season, not in that season. Praise the name of the living God. And also there are some of us, we pray out of season, as in ilenye hadi atuombi mbele, tunaomba kitu ilishapita. We are backdated. And you can't find me saying nimeenda Katoloni, nimeenda Heaven's Gate. Are you in the season of God? Are you praying in the Spirit? Bwana Yesu asifiwe. You've gone to pray for a husband, but God is telling you, ask for grace to serve me. So husband won't come. Boyfriend won't come. When you watakuja atakuwa passerby. And they will torment you, my dear. They will work on you circumferentially until you understand you needed grace. Praise the name of the living God. Because it was not the season for a husband. It was the season for grace. Praise the name of the living God. So after nimevalia kila kitu, niko na mshipi, niko na kila kitu. Let me desire that I pray not amiss. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwa mtu kumwomba kitu alafu anakuambia, "Aya, ulikuwa umekuja? Uliniomba?" I don't remember. You feel embarrassed. You feel embarrassed. Why? Si ninakumbuka nilikuja kwako na nikakwambia nataka hii nguo yako alafu nakupata umepatia mwingine. How? Unanidharau aje? But everything was amiss. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yangu na yako isikue amiss, isikue ya kupotelea. Pray always, not on Sundays after worship. Bwana Yesu asifiwe. Pray always at all times. Praise the name of the living God. Pray always and pray in the Spirit. What does it teach you? Walk in the Spirit always. Bwana Yesu asifiwe. Because you are to pray always, but not to pray your own will. You pray in the Spirit. So for me to pray in the Spirit always, I need to walk in the Spirit always. Bwana Yesu asifiwe. Usinipate nikwambia, kuja masaa zingine. Even there when you find me, let me be in the Spirit. The Bible says that walk in the Spirit and you won't gratify the desires of the flesh. Many are the desires of the flesh. But if you decide to walk in the Spirit, you won't gratify. Those people that do modeling, they walk in a specific manner. And if they try to change that manner, they will fall. Bwana Yesu asifiwe. So if you are catwalking in the Spirit, catwalk very well. Catwalk correctly. Bwana Yesu asifiwe. Don't be saying that you are catwalking and you are walking like you aduju kutembea. Catwalk properly. Bwana Yesu asifiwe.
and you won't fall. Praise the name of the living God. Pray always, pray in the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pale juu kuna kitu Paul alisema, that after umepigana vita vyote ukamaliza, be able to stand even after that. That should be our aim, that at the end of me fighting, let me stand. Nisiende tena niambie watu nishikilieni. Ndugu, niombeeni, neema ilipungua. Neema haifai kupungua. If anything, inafaa kuwa ilizidi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa kwa vita, no wonder niko hivi na hivi. Ndugu, nilikuwa vitani, no wonder siwezi wa join maombi. If anything, pray even more. Why? You fought the good fight and now you're still standing. Bwana Yesu asifiwe. Kusimama after the fight, not falling. You may fight a good fight and end up dying after it all. Ile umepigana. Then after umeua kila mtu, na uona anguko unakufa. What was the use? Heri ungekaa home, uendelee kukula njugu and still stay alive. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And another thing, don't involve yourself in unnecessary spiritual battles. Not every battle is your own. Bwana Yesu asifiwe. That because unataka kupendeza watu, because watu wanaombea shida fulani, there is a war they are in, you go ingisha yourself there. That demon may be too hard for you. Bwana Yesu asifiwe. Don't fight unnecessary battles. And only fight when God tells you to fight. The reason as to why the children of Israel won in battle, they went to inquire from God. God, do we fight? Not that they were cowards. Not at all. Si ati walikuwa hawakuanga na vitu za vita, no. But they still went to God. God, do we go fight them or not? Na kuna hazi Mungu angewaambia go sit down. Rudini tu, not now. Saa zingine Mungu angewaambia imbeni. Bwana Yesu asifiwe. So when you inquire from God, your passport to victory may be a very small thing. Bwana Yesu asifiwe. Maybe ni Goliath unapigana na yeye, and you come here thinking that nitampiga blow ya right ya left alafu nimfinye hivi. But God tells you, come, praise, jump up and down in praise, and your Goliath will go. And you won't waste any, as in your effort will be contained. Bwana Yesu asifiwe. Why? Ulimuuliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kupigana na vita za familia na hadi hujauliza Mungu. Who are you fighting? What are you fighting? Bwana Yesu asifiwe. Go, let the Lord lead you. If the Lord lead you, trust me, He won't disappoint you. He won't lead you the wrong way. There is no man, no woman who has walked with God na akasema Mungu badala kunipeleka ile kona alinipeleka hivi. He will lead you step by step to your victory. As long as you have God, as long as you walk with God, victory is guaranteed. Bwana Yesu asifiwe. But in as much as victory is guaranteed, you must wear the full armor of God. The full armor of God. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwenye amekuja bila kiatu? Is there anyone without kiatu? No one. Sisi wote tulikumbuka kuvaa nini? And to make matters beautiful, enye ina match na nguo. Si ndio? Chani vae hii ita match na hii hadi colors zinaendana. We came here dressed completely, totally. Bwana Yesu asifiwe. Ama kuna mtu mwenye amefika pale akavalishwa leso mbio mbio? Hakuna. Kila mtu badala ya leso, kila mtu ameonyeshwa nini? Mahali pa kuketi. Sit here. Why? You are very smart. Sit here. Bwana Yesu asifiwe. Why is it in the spirit tunatoa nguo zingine? Bwana Yesu asifiwe. Usitoe nguo yoyote ya rohoni. Praise the name of the living God. Don't remove any. The shoes may seem silly to you, but wear them.
The helmet may seem silly to you. Why? Because you have a good hairstyle. Wear the helmet. Your hairstyle will deal with itself. Bwana Yesu asifiwe. Wear the breastplate. Your suit is not too clean for you not to wear the helmet. The breastplate. Wear the breastplate. Bwana Yesu asifiwe. If the suit must be seen, valia helmet no valia koti juu. But at least you'll have the breastplate. Jina la Bwana litukuzwe. But wear the full armor of God. Jina la Bwana litukuzwe. And when we wear the full armor of God, we will wrestle this fight very well. Praise the name of the living God. And there is something that Apostle has said. Akimalizia, sijui ni kumalizia mani wapi, lakini hapa. Amesema that kuna vitu mingi ni silaha za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Your clap is a spiritual weapon. Your shout is a spiritual weapon. Your jumping up and down is a spiritual weapon. Why? The book of 2 Corinthians chapter number 10 says that our weapons, silaha zetu, si hizi za kawaida. They are not carnal at all. So my clapping is my weapon. I may clap and all my enemies will go scatter. Bwana Yesu asifiwe. I will jump and the Goliath in my life will fall. Bwana Yesu asifiwe. Why? I have come to an understanding that my jumping is my weapon. My shouting is my weapon. My serving God is my weapon. Bwana Yesu asifiwe. Don't wait for another weapon. That which you have is your weapon. Hadi Mungu akamuuliza Musa, una nini? What do you have? Bwana Yesu asifiwe. Usingoje grenade ndio useme I have something. If you have a biro pen, use that biro pen properly. Bwana Yesu asifiwe. Use that which you have. Don't desire something else. Be useful with that little that you have. The Bible says that if you are faithful in little, hadi grenade utapatiwa. But if you can't handle a biro pen, leave a biro pen. A bamboo stick. If you can't handle a bamboo stick, hakuna mtu atakupatia grenade. Instead of killing the enemy, you may kill yourself. So stay with the bamboo stick. Bwana Yesu asifiwe. And when God feels it's right to upgrade you, he'll upgrade you himself. Bwana Yesu asifiwe. But everything, you are a soldier yourself. Bwana Yesu asifiwe. As long as umevalia kila kitu, you are a soldier yourself. You are fully ready for war. Bwana Yesu asifiwe. You are as in uko sawa. Unafaa. Umekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuwa umekamilika, usiwe na shaka yoyote. Bwana Yesu asifiwe. You trust in God. Praise the name of the living God. Our weapons are not carnal. And do you know what they do? They have the power to bring down strongholds. And they are not carnal. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usingoje Mungu ati siku moja ulale upate hapo kwa kitanda yako Mungu amekuangushia sword. Sure. Asa uende ukapigane. Our weapons are not carnal. You may be having the weapon but you're not seeing it. Bwana Yesu asifiwe. Our weapons are not carnal. I repeat again. And be fully clothed with the armor of God. Bwana Yesu asifiwe. The next time you are going to a battle, nihakikishe nimevaa the right clothing to suit the occasion. Bwana Yesu asifiwe. Ndio msikuje kuniokota kule. Mkiniuliza nini? Hadi mimi sijui. Nilipigwa tu niko na blackout. Soldiers of the living God. Soldiers of the Most High. Usitoe silaha yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Na usiuzie mtu. Bwana Yesu asifiwe. Usipatie mwingine yako. Size hazitoshani. David alijaribu kupatiwa ya Saul. It was so heavy on him. Hakuweza hadi tembea.
for the sake of that brother and that sister, usimpatie yako. It may either be too big or too small, but it won't fit. Bwana Yesu asifiwe. Why? Because you're all unique in our own different ways. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo valia silaha yako. Valia silaha zote ambazo Mungu amezisema. Na zaidi ya yote usisahau maombi. Bwana Yesu asifiwe. Usisahau kuomba. Usikome kuomba. Do not quench the fire of the Spirit. Quench not the fire of the Spirit. Pray at all times. And pray in the Spirit. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. And another thing is, I think I'll be sitting down. And one more thing that I feel we can we can share is that let every one of us, Bwana Yesu asifiwe, desire that the fruit of the Holy Spirit be in us. Bwana Yesu asifiwe. The fruit of the Holy Spirit. All of them. Tunazijua zote? Kila mtu anazijua zote? Yes, I believe. Kuna fruit na kuna gift. Let us not hide in the gift and think everything will be okay. Invest in the fruit. Bwana Yesu asifiwe. Give everything you have to the fruit. Yes, the gift is very good. It is very nice. But the purpose of the gift is to edify the church. The fruit will edify you. Bwana Yesu asifiwe. The fruit will maintain your relationship with God. Bwana Yesu asifiwe. Work on the fruit of the Holy Spirit. Why? Jesus says that I am the vine and you are the branch. And any branch that bringeth not fruit, I cut it and I throw it away. Bwana Yesu asifiwe. So you may remain with your gift. You'll continue speaking in tongues. You'll continue interpreting. But the anointing of the Holy Spirit won't be with you anymore. But if you have all the fruits of the Holy Spirit dwelling in you, abounding in you, you will grow. Jina la Bwana litukuzwe. Your relationship with God will be intact. What are the fruits of the Holy Spirit? Love, joy, kindness, patience. Hizi ni mambo ambazo zinatengeneza uhusiano wetu na Mungu. You speaking in tongues, you performing miracles is not building your relationship with God. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kutamani zaidi sana vipawa, tutamani tunda. Bwana Yesu asifiwe. Maanake tunda litasaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kuwa tawi lolote ambalo linatoa tunda, he prunes it. And something that is pruned is something that unataka ikae, unatoa zile vitu mbaya mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutamani tunda. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo sawa, uko na kipawa, hatukatai. We celebrate you. We will even give you a seat in front. Bwana Yesu asifiwe. We will call you all the perfect names: deacon, elder, deaconess, sister, brother. Bwana Yesu asifiwe. Why? Umetushtua na gift. You have really shocked us. We've never seen someone do what you are doing. But there is something. The gift, there's fruit. If you don't have the fruit, either you are an elder, either you are a deacon, either you are a bishop, either you are who? What will Jesus say? I don't know you. Because Jesus said that many came. We casted, tulitoa mashtani kwa jina lako. We prophesied. We did A, B, C, D, and E. That is all nice, but I don't know you. Bwana Yesu asifiwe. The fruit will make you known before God. The fruit will make God recognize you. When you love unconditionally in a crazy manner,
Love anyhow, anywho, if that is an English word. Bwana Yesu asifiwe. Be kind. Be humble. Have self-control. Bwana Yesu asifiwe. Be gentle. Qualities. These qualities is what God is looking for. One day Jesus was hungry. He saw a tree. It was very green. It had no fruits. He went ahead and cast it. It doesn't matter how green you think you are. It doesn't matter matawi zangu zinakaaje. Mungu hataki matawi, anataka tunda. Jina la Bwana litukuzwe. Tafuta tunda. Tamani tunda, na kama liko tamani liongezeke zaidi na zaidi. Mti wa mwembe hatukatangi after 1 year. Because you know there is still next year. It will still bear more fruits. Na sisi tusikate miti. Tusikate huu mti kwa kuwa tuko na tunda moja. Because you love, it is very good, but be humble. Don't love us yet you are walking on our heads. Don't love us yet you cannot control yourself. Don't love us yet you're not kind. Don't. Have all the fruits of the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Vitu za Mungu zinaendanga zote. Bwana Yesu asifiwe. Hauchukuangi moja unaacha ingine. Not at all. Praise the name of the living God. I want to request us to do something. Okay, can we please stand? And as we stand, I'd like us to make a prayer, a personal prayer. Bwana Yesu asifiwe. Mind you, if you don't want to pray, don't pray. I'm not holding a silazimishi. Bwana Yesu asifiwe. I want us just to pray for ourselves. That God help me, silaha yote, any armor that I have nimetoa, help me to wear it once again. And Lord, help me to bear the fruits of the Holy Spirit. All of them. Just make it your prayer. I won't sing a worship song to lead you to prayer. You know how you communicate with your God. Haja ya moyo wangu
O Lord. This is the longing of our hearts, O Lord. May you hear us, Ebenezer, King of all the glory, even as we call upon your name. That Abba, help us to bear fruits, Ebenezer. Help us to be fruitful, King of all the glory. Help us to be fully dressed, my Father and my Lord. Help us to be fully dressed, King of all the glory. We don't want to make fool of ourselves, Abba. We don't want to do this our own strength, King of all the glory. May you enable us, Abba. May you enable us, King of all the glory. May you enable us, Abba, Father. May you enable us, King of kings and Lord of lords. Hili haja ya mioyo yetu. Hili ni ombi la moyo wetu. Hili ni tamanio la mioyo yetu. This is a desire. This is a desire, my Father. Because we desire to be perfect with you. Because we desire perfect relationship with you. We desire to be right with you, Abba. We desire to be right with you. We desire to be right with you. Tunatamani kuwa sawa na wewe. Tunatamani kupendeka mbele zako. Tusaidie kuvaa mshipi wa ukweli. Tusaidie kuvaa dirii ya haki. Tusaidie viatu vyetu vya kupendeka amani yako. Tusaidie kuvaa kofia ya kuokoka mfalme wa falme. Tusaidie kuwa na kinga ya imani. Utusaidie kuwa na the sword which is your word. And help us to pray. Give us the grace to pray. Give us the grace to pray. Give us the grace to pray in the Spirit at all times. Pasipo kuchoka. Shusha neema yako. Shusha neema yako Baba. Shusha neema yako. This is our desire. This is our desire. We desire and we pray to you. Lord, you are good. We thank you because you're a good Father. We thank you because you hear. We thank you. We thank you. Even as you enable us, we thank you, Abba. Even as you help us, we thank you, Redeemer. Even as you enable us, we thank you, Abba. We thank you, King of glory. We thank you, righteous God. Lily of the valley, we thank you. The great that I am, we thank you. Master of the universe, we thank you. Chanzo cha uhai wetu, tunashukuru. Tunashukuru. We thank you, Jesus, and we bless you. We thank you, Father. We give you glory and we give you honor. You are the King of the kings. Restore us. Tell God to restore you now. Tell God now, this is my time. I want to wear this full armor. Tell him, just hold my hands. Nishike mkono. Nishike mkono. Nishike mkono. Nishike mkono Bwana. Mwambie Mungu akushike mkono sasa. I can feel the presence of God. Akushike mkono Bwana. Ask him to hold your hands. Mwambie sasa, sina uwezo, sina mamlaka, sina uwezo. I don't have stamina to do this. I need you, Father. Mwambie I need you, God. Nishike mkono. Tuimbeni. Uniongoze Bwana. Uniongoze. Uniongoze Bwana. Uniongoze. Mwambie niongoze.
guoko Ngai nyita guoko gwakwa ndirĩ na ũhoti ndirĩ na hinya ndirĩ na ũhoti ndirĩ na hinya o we tu nĩwe we nĩwe njomaga Bwana mimi ni wako Bwana mwambie mimi ni wako. Ongea na yeye, fungua kinywa chako umwambie mimi ni wako, ninakuhitaji ukanishike mkono, maana sina uwezo. Mimi ni kiumbe chako, mimi sina uwezo, mimi sina uwezo, mimi ni kiumbe chako Baba, sina mamlaka, sina uwezo, ninakuhitaji, ninahitaji mkono wako Yesu. Inua mikono yako juu, inua mwambie Baba nimekuja. Oya moko maku, inua mikono juu, lift up your hands and surrender now, surrender now, surrender now. Tell him I'm here. Touch your people now. Touch your people now. Touch your people now. Touch them now. Touch them now. Thank you, Jesus. As you lift up your hand, I know today God has just touched you. It has been a treacherous life. It has been a painful struggle that has been going through you. After now you've discovered it's because you didn't wear the full armor of the Lord. And this is what has caused you to suffer. This is what has caused you to cry so many years. This is what has caused you, your friends, to run away from you. This is what has caused you, your ministry not to go up. This is what has caused you, your family not to work. This is what has caused you, your business is not moving on. Because you misfired. Because you misquoted. Because you are out of season. You didn't act in season. Oh, don't know my say. Ria masarashere. Ora marian todo le sekele votete na yana. Ora ekayere voserere. Olo la la base que taya le na sorolo sekaya. Do not go invite, we invite the Holy Spirit to take control, take measure. You who have been fighting battles that you don't understand. You got yourself into battles you didn't know. You got yourself in fights that you never understood. And you lost it. You are now nursing injuries. Not because you are not a Christian. Not because you don't go to church. Not because you are not a praise and worship team. Not because you are not a sound man. Not because you are not a cameraman. Not because you are an intercessor. Not because you are an usher. You have all these qualities, but you acted out of season.
That is why you have been misfiring. That is why you have lost it. That is why you have lost everything. That is why you are crying, yet you are going to church. That is why you are praying, yet you don't know, you got no answer. That is why you are down. Tell my God, mwambie Mungu tu, mwambie niko tayari, chombo kiko tayari. Fungua kinywa chako, mwambie chombo kiko tayari. Mwambie mimi ni chombo. Mwambie tu, fungua kinywa chako, mwambie mimi ni chombo, mimi ni chombo, niko tayari. Mwambie niko tayari, niko tayari. Mwambie nivalishe kiatu, kiatu cha kufanya kazi yako. Mwambie nivalishe kofia ya kujikinga kutokana na miale na mishale ya kishetani. Mwambie nipe nguo ya kukava kifua, niweze kufunika uchi wangu, niweze kufunika utumbo wangu. Nipe belt ya kufunga trouser yangu, nijikase ndio nikase mwendo. Mwambie niko tayari, chombo hiki niko tayari. Daudi walijaribu kumzuia asiende kupigana na Goliathi, lakini kumbe alikuwa amevalishwa nguo ya kiroho na aliweza kuelewa nguvu za Goliathi ziko wapi, maana alifanya kwenye wakati wake. Ninajua ya kwamba kuna mtu anaenda kubarikiwa sasa kwenye wakati, maana wakati umefika. Kuna mtu anaenda kuinuliwa sasa, maana wakati wake umefika. Kuna mtu anaenda kubadilishiwa majina yake, maana wakati umefika. Kuna mtu anaenda biashara yake kuinuliwa, maana wakati umefika. Kuna mtu huduma yake inaenda kufunguliwa, maana wakati umefika. Kuna mtu huduma yake ya uimbaji inaenda kufunguliwa, maana wakati umefika. Kuna mtu ambaye anaenda kubadilishiwa majina, maana wakati umefika. Wakati umefika. Umengoja muda mrefu, yamekuwa hayafanyiki. Wamekucheka, wamekutoroka, wamekuondokea, maana wanaona hautafaulu. Maana wewe walikuona, wewe ndio ulikuwa umeendelea. Ulimuomba Mungu ukiwa kanisani, uliokoka ndio maisha yako yabadilike, lakini maisha hayajabadilika licha ya kuwa uliokoka. Leo ni siku yako, leo ndio siku ile, leo ndio wakati ule, leo ndio wakati, leo ndio wakati wa kubarikiwa. Only Jesus Christ is within us here. The angels and the Holy Spirit, Almighty Father is with us. He's waiting, asking you, are you ready? What are you holding? Akamuuliza Musa, ni nini umeshika kwa mkono wako? Musa akamwambia, nimeshika bakora. Akamwambia, hiyo bakora angusha chini. Bakora yake ilipoanguka chini, ikabadilika ikakuwa nyoka, ikameza manyoka zingine zote. Maadui wote wakamezwa. Maadui wako wanaenda kumezwa sasa. Maadui wako watamezwa, watahangaika. Magonjwa ambayo ulikuwa nayo inamezwa sasa. Umaskini uliokuwa nao unamezwa sasa. Bwana anasema, Bwana anasema yuko tayari kubariki wewe. I can hear the voice. I can hear a voice from heaven. I can hear the voice from heaven. It is asking who is ready. Inauliza nani ako tayari. Bwana amekutegea sikio tu. Bwana amekutegea sikio, anataka kusikia. Na Isaia akasema, wakati mfalme Uzia alikufa, nilimuona Mungu. The Uzia in your life, the challenges in your life, the misfortunes in your life, the poverty in your life, the miscarriages in your life has died. Prepare to see God.
prepare to see God. Maana Uzia amekufa. Uzia amekufa. Prepare to see the Lord. Prepare to see God now. Oh, speak, open your lips now. Open your lips now. Mwambie sasa, maana Uzia amekufa. Mwambie Mungu unataka nini? Mwambie Mungu unataka nini? Open your lips. Open your lips. Open your lips. Open your lips. He is already here. He is already to bless you. He's ready. Receive him now. He's ready. He's ready now. He has taken over. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Take over now. Take over now. Take over your children. Take over your children. People are being healed now. People are being healed. Chains are being broken. Don't chain broken. Don't chain broken. Chains are being broken now. Chains of poverty are broken. Chains of poverty are being broken. Chains of witchcraft are being broken. Chains of are being broken. Break the chains. Break the chains. Oh yes, all right. Oh yes, there is power. There is power. Jesus, there is power in the name of Jesus. There is power now. Power has come to you. Power has come to you now. Oh yeah, there is power in this house. There is power in this house. There is power. There is power. Oh, in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power, there is power in the name of Jesus. There is power, there is power in the name of Jesus. There is power, there is power. Power has come. Power has come. Power has come. To break every chain. Break every chain. To break every chain. To break every chain. To break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the Lord. There is power in the name of Jesus. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. There is power now. The power is come. 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 Break every chain. 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 Every chain is being broken now. To break every chain. 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 Every chain broken. To break every chain. To break every chain. Yeah. Break every chain. Every chain has been broken. 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 Every chain has been broken.
by the power of the blood of Jesus. I hear from heaven. I hear the voice telling me, there are so many of you who have been held captive for quite a long time. You've been stagnated and life has not worked for you. If you're here, lift up your hand. If you're that man, if you're that woman I'm describing, it has been full of stagnation. You've tried everything, nothing is working. You've tried every level of your life, nothing is working. Oh God, lift up your hand. Lift up your hand as the chains are being broken. From today, God is telling me, for you who has lifted your hand, all the chains have been broken. 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 There is somebody. She's watching over us. Stop. Stop. There is somebody. You're watching us. You are in the United States of America. God is breaking all the chains of your life, all the complications, all whatever that has stopped you from achieving. God has broken the chains. You are in the United Kingdom. You have been suffering. In your house you've been suffering. You've not gone to work for 3 months. God is telling me now. Prepare, tomorrow you'll be going to work. You are in the Gulf. In the Gulf, you have been subjected to the coast, to the gene, to the witchcraft of the Arabian countries. From today, you have been taken over by God, and every chain have been broken. Taken over your life. God has taken it over. It is over now. It is over now. You will never experience it again. It is over now. It is over now. You will never feel it again. It is over now. It is over now. It is over now. It will never come to you again. It is over now. It is over now. God has done it. 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 It is over now. It is over. It is over. Lift up your hand. Wherever you are, lift up your hand. Lift up your 2 hands. Lift up. Inua vizuri mikono yako. Inua vizuri. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Nimeinua mikono yangu juu. Sema Bwana Yesu. Lift up your hands. Sema Bwana Yesu. I am ready here. I'm a vessel. Use me now. I surrender. I surrender to you. I surrender to you. Open up your lips and tell God, I surrender. As we do, I surrender. Surrender it all. Surrender it all. I surrender all to you. Everything I give to you, I surrender. I surrender all to you. Oh, yes. Everything I give, everything I give. I surrender. I surrender all to you. Everything I give to you, Lord. Everything I give to you. I surrender.
are here and you want to receive Jesus once more, lift up your hands. You're here, you feel that you need Jesus once more. You feel that you are empty. You need Jesus to refill you. Lift up your hand. Uko hapa na unahisi unamhitaji Yesu kwa mara ya pili. Inua tu mkono wako juu vizuri. Inua mkono wako juu vizuri. Kuja hapa mbele haraka haraka. Come quickly here. Come quickly here because neema imeshuka. Neema imeshuka. Imeshuka kwa ajili ya wokovu wako. Imeshuka kwa ajili ya wokovu wako. Come here very quickly. Haraka haraka. Come here very quickly. Mko wengi. You are so many of you. You are so many of you. Yes, I don't say you are not saved. You are saved. You are a Christian. But you are empty. You are completely empty. Nothing has been working in your life. Stretch up, stretch up. Ria barasetete. Ria katata ramazeketeri. Ria teteri ya rana maseria mashota. Ria bolonda. Ria narekerebo. Ria keterebo rinasa. Ria talina ikanta. Ria nokonda yani masa. Ria tolina mamarina iserina. Ria kerebo rinazo rinashota. Rebeberina mamarakato. Ria sori mezeketo. You are many. Muko wengi. Bana ananiambia mko wengi. Bana ananiambia mko wengi. Tuko wengi. Tuko wengi, tunahitaji ujazo. Tunahitaji kujazwa tena. Tunahitaji Mungu atuguze tena. Touch me once more. Touch me once more. Inua mikono yako juu. Uambie Mungu touch me. Touch me once more. 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 Touch me. Touch me once more. Touch me once more. Touch me. Touch me once more. Touch me once more. Touch
Bwana wangu, Bwana wangu, My sister with the white turban, come. Touch me once more, my sister. This sister, come. This sister, come. You man, come. Who is from Embu here? Who is from Embu? Come quickly. Yes. My sister, come. You, yes. And you come. Yes. It has been so painful. Yes. It is beyond you now. Every report is negative. Nothing is working.
You've gone to every mountain. Yes. You've gone to every prayer. This is your last stop. You said you're coming. Yes, I said that. And if God does not act, you are going to get out of Christianity. Because he has refused. Touch me once more. Touch me. Fibroids! Fibroid! I am speaking to you. I know you hear the voice of God. Ouch! Leave her alone. Get out of the line. All of you, out. No, here. You see. All the ashes. Up. Yeah. You removed it. Was it painful? This is a girl. She had a mental here. We sponsored for her operation. And the operation was successful. It has been removed. The metal that was here, that is what we call Jinn Farouk. Ni jini ya Kiislamu. Jinn Farouk. That is being used by Muslims to destroy businesses of Christians. So they put it to her. Wherever she went, every business there will be broken. And the Muslims will come and take over. The Muslims are not using Muslims to do the job they want to be done. They are using your fellow Christians by putting things or giving doctrines or giving paraphernalias that they use without their knowledge so that they can gain footage in this country. But one thing I want to tell you, this country is a Christian nation. Funga macho yako. In the mighty name of Jesus Christ, nakurudishia pigments za skins. Ninakuondolea majini. Ninakuondolea mapepo za kieliminati. Right now. Right now. Receive a new and a fresh anointing to serve in the kingdom. Take over now. The Holy Spirit, take over now. This is your daughter. This is your daughter now. There is a special impartation. It's coming. It's coming. Oh my Lord. It is coming now. Yes, it is already there. The spirit of witchcraft. Witchcraft. For how long? For how long, spirit of witchcraft in your life? Yeah? I don't know. How long do you want to go on with it? The battle after battle. I don't have it. Do you want to come back to Jesus? Yes. Lift up your hand. Say, Lord Jesus, Lord Jesus, the Son of God, the Son of God, God, the Most High God, the Most High God, the living God, the living God. I surrender. I surrender. From today. From today. I surrender all. I surrender all. In Jesus' name. Amen. Amen. You're free. Man of God. Man of God. You refused to serve God. You have been a busybody, moving all around, doing totally nothing, pretending to be going, yet you're not going. You do things as though you want people to know you are so powerful, so special. But at the end of the day, right now, you are at ground zero. True? True. Lift up your hand. Mwambie Yesu, sema Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Naungama dhambi zangu zote na kuja kwako. Nipokelee. In Jesus' name. You're free.
God has done it. The fibroid. Kuna huyu mwanamke alikuwa akimwaga damu miaka ni 12 ama ni miaka ngapi? 12 years. It has happened to you. And Jesus said, you have been forgiven. You have been forgiven. That is all what you needed. I didn't call anybody. Don't become my manager. Do you hear me? Don't become my manager. I'm calling people according to the instruction I'm receiving. Do you get me? Stand there. So, yes, it has come. You have been praying for this. It is already here with you. Receive it. Receive it now. Be filled. It is over. Ni madhira. Madhina ni madhira. Ni makinya. Korwo twĩkagwo thĩinĩ wa ritho. Ti korwo twĩkagwo. Nĩ gwatuĩka. Amen. Aya moko na igũrũ wĩre Ngai nĩ thengio. Nĩ thengio Ngai. Mathĩna mothe nĩ mathira. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. It is over. Go sit down. Go. It is over. Go sit down. Go sit down. Come. What is it? What happened? Yeah? Accident. 2016. From there, nothing has worked. You're paralyzed? Damages. Yeah? Injuries. Speak louder. Injuries. As Japona? Kindly. Injuries za nini? Za ulipata accident? Sorry? Injuries because of the accident? Yeah. Now, what is the feeling you have? A lot of pain. So painful. Where in particular? That side. This Side. going down. And even the You still have the pain now? Okay. Wekelea mkono wako kwa mtumishi. Just mkono. That side. Ya mshike tu. Somebody, two of you. Two of you. Two of you. Come closer to him. Come closer to him. Yes. Get in. Come this way. Closer. Yes. Father, in the mighty name of Jesus, I know you resurrected Lazarus. And I know you still have the power to do so. And let this man be healed once again. In Jesus' name. Yes. Can you tell us now what has happened to you? Yeah? I feel inner peace. This peace? Inner peace. Inner peace. Wow. The pain has gone? Stretch your hand. Yes. Yes. Wow. He got the inner peace. Kila mtu ashike sadaka zake. When the presence of God is still with us, this is a time to sow your seed. This is a time to sow your seed. As this man is healed, as you sow your seed, healing is coming to your business. Healing is coming to your family. Healing is coming to your life. And I said these envelopes be given to people once as they are coming in. I don't know how you don't get it from. Bring the envelopes here now, quickly. Quickly, when the grace is there for healing, your business is being healed, your work is being healed, your family is being healed. Just place them anywhere here. Drop them at the altar here.
Drop them here. Drop them. Drop them. Drop everything. Drop quickly as the grace is there. And this is the time to make a decisive decision because God is already. The grace of God is already here. The anointing is with us. The healing anointing now. It is with us. It is with us. Oh yeah. It is working. I want you to hold on and prepare for this song. It shall be permanent. We are making a declaration, and it shall be permanent. God will use you, and you will receive a mighty favor, and there is an international connection that is coming to you. Go sit down. God has healed you. Thank you. Quickly, for those who are giving, wachana na kikapu chako, kaa chini. Just sit down. For those who are giving, do it quickly. Are we through? Now stand up, rise up on your 2 feet. I want us to make this. Repeat after me. My life has never been good. I have misfired. I have mistargeted. I've fallen. I've been destroyed. I have been brought down. But today, I declare and decree my day for my redemption. The day for redemption of my family, of my children, of my business, of my community, of my ministry, of my church. It is today. And it shall be permanent. Just hold on, because I want these people to dance. It has been decreed. Amen. Keep quiet. It has been decreed. Whatever was lacking in you, you got it now. Amen. Whatever they had stolen from you, you got it now. Amen. Whatever you wanted to have to receive in your life, you got it now. Amen. Come, my sister. This sister, come here. This one, Kujaraka. Kimbia. When I announced that I'm going to sponsor this girl, because I want to confirm what God has just done in this. Somebody from America, by the name, she's a miss. She's called Washira. I won't mention the other name because she has said she doesn't want to be known. She has given her 21,000 shillings. Already I got the money in my phone. Amen. Come tomorrow for your check. Amen. We write it to Nita. You go pick the forms that they wanachukua na lini? Anytime. So we will prepare and we will start. Hata ukipata college ingine, not only Nita. Ingine nafanya ni gani? Nips, go check who will go and do this job. Who will go and do this job for me? And you'll do the job for me? Go to Nips tomorrow. Get the forms. She fill the form. We have the money. Hallelujah. We have what? We have the money. Thank you. So, also, it has happened to you. Amen. Hallelujah. It has happened to you. That is how. This is a confirmation of what God has done. Amen. Not what God can do. What God has done. Amen. It has been. Now, I want us to celebrate now. It is about celebrating, not about being a Christian. I hate Christians. But I hate those. I love those people who know what Christianity means. I love the followers of Christ, but not Christian. Christians are hypocrites, but followers of Christ, they live like Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want us to celebrate. Amen. It shall
Permanent. Are you ready for that? Yes. Let's now celebrate. Oh, it is. Look here. Look here. Look here. It shall be permanent. It shall be permanent. Hey, what the Lord has done for me. Say, it shall be permanent. Everybody say, it shall be permanent. Say, it shall be permanent. Say, what the Lord has done for me. The guy in the sound system is messing us. And before, as we give him 2 seconds to sort out the mess he's doing, on Friday night. Bethel Clouds TV, empowering lives.